Hujambo, jina langu ni Caroline Johnson. Siku ya leo ninatamani tuweze kufahamu kwa undani zaidi kuhusiana na moja kati ya makabila ambayo yanapatikana hapa nchini Tanzania, lakini pia moja wapo kati ya kabila ambayo yanapatikana pale nchini Kenya, na ni moja wapo pia kati ya kabila ambalo huwa wanakubali asili yao ya mavazi, asili yao ya chakula, asili yao kwenye masuala ya utamaduni popote pale wanapokuepo. Nikimaanisha kwamba mkoa wote ule watakao kuepo huwa lazima wazingatie tamaduni zao. Sasa ni kabila lipi? Huenda uko unajiuliza ni kabila la Wachaga. Unaweza uko unajiuliza ni Wapare. Huenda uko unajiuliza bwana, leo tutafahamu kuhusiana na ndugu zetu na marafiki zetu Wahehe. Okay, sawa. Mimi nikupe hii, chukua. Sasa leo tutajifunza kutoka kwa marafiki zetu na ndugu zetu wa Maasai, ambapo tutaweza kufahamu sasa kuhusiana na mambo kadha wa kadha, zikiwemo sifa zao, lakini pia mavazi yao wanayopendelea kuyavaa ni mavazi ya namna gani, lakini pia chakula cha kiasili ambacho wao wanapendelea kukitumia ni kipi. Je, unakifahamu? Unafahamu kitalolo kinavyopikwa? Lakini pia tutafahamu kuhusiana na tamaduni zao. Okay, sasa moja kwa moja tuanze na sifa za kabila hili la Maasai. Ni watu ambao ni jasiri sana, wenye nguvu na wanaopenda kulinda jamii. Lakini pia pamoja na yote wanajulikana kwa urefu wao, lakini pia miili yao, na wanathamini sana mifugo, hasa ng'ombe ndio tajiri wao mkubwa. Lakini pamoja na kwamba wanakuwa na sifa hizi zote, ni kabila ambalo wana mshikamano mkubwa wa kijamii, lakini pia wanaheshimu mila na desturi zao. Sasa kwenye mavazi, kwenye mkoa ambao upo kwa sasa, umeshafanikiwa kuona ndugu zetu na marafiki zetu hawa wa Maasai, namna ambavyo wanavovaa ni tofauti na makabila mengine. Kwa mfano, inawezekana kwa sasa upo mkoani Dodoma, lakini kuna mtu ambaye ametoka mkoani Kilimanjaro, ila asili yake ameiacha pale mkoani Kilimanjaro Uchagani. Ila kuna mtu mwingine ambaye ametoka mkoani Arusha, yuko Masai ametoka mkoani Arusha, ila amefika mkoani Morogoro. Jamani, asili yake, uvaaji wake bado anaendelea nao. Sasa tufahamu kuhusiana na mavazi ambayo wanavaa. Huwa wanavaa mavazi ambayo yanaitwa shuka, na mara nyingi huwa yanakuwa na rangi ya nyekundu. Ni rangi ambayo ni pendwa katika kabila hili. Na wanawake hupamba shingo zao na mikono yao kwa shanga za rangi mbalimbali, wengine za rangi nyeupe, wengine za rangi nyekundu, mchanganyiko. Huwa ni mojawapo kati ya mapambo ambayo hupenda kuyazingatia. Lakini pia mara nyingi kichwani huwa wanavaa urembo ambao unakuwa na nakshi ambazo ni za kuvutia na za kupendeza. Lakini pia hata miguuni nako huwa wanavaa nakshi ambazo ni nzuri na za kuvutia. Na wanaume huwa pia wanakuwa na mapambo yao ya jadi, na wakati mwingine hubeba fimbo pamoja na mkuki. Sasa rangi nyekundu inaaminika kuwalinda dhidi ya wanyama wakali. Chakula kipi ambacho wao huwa wanakipendelea? Je, unafahamu ni chakula kipi ambacho huwa wanakipendelea? Twende kazi. Chakula kikuu ambacho kabila hili huwa wanakipendelea ni nyama, maziwa, damu ya ng'ombe, hasa katika matukio maalum. Pia hutumia vyakula vingine kama vile ugali, lakini pia chakula cha asili kwao hupendelea. Na mojawapo kati ya chakula cha kiasili ambacho huwa wanakipendelea sana na wanakitumia nyakati tofauti ni aina ya chakula ambacho kinafahamika kama kitalolo. Ni mojawapo ya chakula ambacho kabila hili wanakipenda sana na wanakitumia. Na maziwa kwao ni muhimu sana katika lishe yao ya kila siku. Twende angalau tuweze kufahamu kuhusiana na tamaduni zao. Wana mila za kuruka juu sana kama ishara ya nguvu na ushindi kwa vijana. Lakini pia sherehe za jadi hutumika kuadhimisha hatua mbalimbali za maisha kama vile utu, na huwa kunakuwa na mfumo wa rika ambao huongoza majukumu ya kijamii. Wanaamini sana mila zao na heshima kwa wazee ni jambo muhimu sana. Hivi unafahamu ya kwamba Wamasai ni alama ya utambulisho Afrika? Lakini pia
Fahari ya utamaduni wa Afrika Mashariki ni kabila la Wamaasai. Maisha ya kabila hili huwa ni ya nguvu, mila, heshima, utu na upendo wa dhati. Ujasiri wa Maasai haupimwi kwa maneno, bali vitendo. Maasai halisi huwa lazima wanafuata mila zao na tamaduni zao. Na tamaduni zao huwa zinaishi vizazi na vizazi. Kuruka juu sana huwa unaonyesha nguvu, lakini pia roho ya kijana jasiri kutoka katika kabila hili la Kimaasai. Mila zao ni historia hai isiyofutika. Wakati huo nikiwa nimekupatia madini ya kutosha kuhusiana na fahari ya utamaduni wa Afrika Mashariki, nikizungumzia kabila la Maasai. Wakati mwingine nitakuja hapa na kabila lipi. Endelea kutufuatilia zaidi na zaidi. Mengi na mazuri utaendelea kuyafahamu zaidi na zaidi. Nikutakie siku njema.